Jana tarehe 4 asubuhi tuliamkia kupoteza punda 4 na tukaripoti kwa kila mahali kwa stock theft na pia kwa police station hapa Limuru. Na pia hata saa hii hatujapata usaidizi. Usiku wa jana tumeweza tena kupoteza punda 6. Zote kwa jumla ni punda 10 kwa mwezi mmoja. Na hiyo imetugharimu sisi hata kutoweza kufanya kazi na kushirikiana venye tumekuwa, na pia kazi ikakuwa mzito. Hii mizigo ukiangalia hakuna mzigo iko chini ya kilo 100. Kutembea na mzigo ya kilo 100 pia wewe unajiumiza kwa mwili. Na depend na ile distance unatembea. So kuwa na fichinjio zile zinachinja punda, mimi naomba hizo fichinjio zote sifungwe. Kitu ya pili, hizi ngozi za punda zinapelekwa China. Waangalie hawa watu wana import vitu kutoka Kenya kupeleka China, zinapitia wapi na ni akina nani hawa wako na hizo biashara juu ziko na demand sana. Inatumia punda. Tunataka wajengewe nyumba za kuweka punda, wapatiwe security. Jioni wakimaliza kazi wanafungia punda zao mahali ili security inapatikana. Juu hawa watu wako na kazi ngumu ya kulala kama wamekaa na punda zao, na asubuhi wanatakana waamke saa 11 wafanye kazi. Kwa hivyo wanachoka usiku na wanachoka mchana. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na county commander mwenyewe waingilie kati, waende washughulikie hiyo mambo ya kufuatilia kama hiyo police station inashirikiana na magaidi. Sasa tutabadilisha binu ya kubeba mizigo kwa sababu buda zetu zimeibiwa. Kwa saa hii mimi napeleka mtoto form 1. Huyu rafiki yangu anapeleka mtoto junior secondary. Wizi wa punda umeongezeka kabisa. Kulingana na venye kunaenda, wizi imekuwa ikienda kila wakati unasikia hapa imeibiwa 5, hapa imeibiwa 6. Kama wakati mwingine tulienda mtu mwingine aliibiwa hapa Garariga, ilibiwa zake 3 na hiyo maneno ikakuwa mbaya sana. Na kwanza alikuwa mama mkongwe alikuwa anatafuta majani na hiyo punda. Hukubakishiwa sisi punda. Sisi wafanyikazi wa hapa hakuna punda hata moja tumebakishiwa nayo. Tumeamkia mnashikania mkokoteni, mnasukuma watu wawili. Ile kibarua na ambao ni gumu, na jioni pia umegojea kufanya hivyo. Kwa wakati huu kulingana na vyenye maisha iko gumu, hatuoni vile tunakona haraka kununua punda ama mahali tutatoa pesa kwenda kununua punda. So inakuonyesha utaendelea kuumia. Na akatitisha ubinamba. Tumelipoti hakuna kitu hatuna. Lakini ametuambia tuko katika eneo la wenyewe kwa njia haramu. Na hiyo kitu akatuagiza tutoke. Tungefaa kuwa tumepiga ripoti tumekuja. Ningetaka kutia. Tungeomba sana hizo barua hata kwa sheria ziondolewe. Punda asiwe kichinjwa. Kwa miezi michache ama mwaka tutakuja kuhesabu Kenya kulikuanga na punda. Na ambayo kila mtoto atakuona kikiwa kitu mgeni sana kusikia mahali kuna punda. Saa ile Limuru ilikuwa inajulikana sana na punda. Hata ni siku chache tulikuwa tunaambia tusipunge hadi Napi, lakini kwa wakati huu kukutana na mafi ya punda kwa town ile kitu itakuwa ngumu. Kama mwende saa 2 asubuhi tulipata ripoti kutoka kwa mtu anaitwa Owen Ngugi kutoka sokoni ya Limuru kwamba iko punda zake 5 ziliibiwa. Ripoti imeandikwa hapo Limuru Police Station na uchunguzi imeanza. Na members of public watupatie ripoti ikiwa wanaona wako suspicious na ile watu wanaimba punda, watupatie ripoti. Majina naitwa John Maina. Yeah. Sasa unaitwa? Dongo. Dongo malizo. Peter Dongo. Majina naitwa Wilson Karaja Kongo. Hamari twa makwa jitagwo Yuri Mitumba, muhuri wa biashara na